Bwana apewe sifa. Nasema tena Bwana apewe sifa. Acha nitampa mimi peke. Unaenda mja mingi. Reka tuongee yale mambo. Mnyosha mkono msema tena haleluya. Kusudi maombi yapate nguvu. Yule aombaye wajibu afanye matengenezo. Kusudi maombi yapate nguvu, mtu afanye matengenezo. Atubu dhambi na makosa na maovu ni kufanya matengenezo. Ukisoma Isaya 1:15, Biblia inasema ya kwamba Mungu aliwaambia taifa la Israeli, mnapokunjua mikono yenu kwa kufanya mabaya, mimi Mungu sitasikia. Shemasi moja kuja nifunge kiatu hapa. Sitasikia maombi. Mnapokunjua mikono yenu mkifanya maovu, mimi Mungu sitasikia au sitawaona. Ndio Biblia inasema ya kwamba mnapokunjua mikono yenu kwa kufanya maovu, macho yangu haitawaona. Mungu aturumie sana. Sawa, macho yangu haitawaona. Neno la pili akasema, mnapoomba maombi mingi, masikio yangu hayatasikia. Jambo la tatu akawaambia hivi, mujioshe au jiosheni nafsi zenu ili nipate kuwasikia. Mungu apewe sifa. Jifunzeni kutenda mema. Kaambia ya kwamba mjifunze kutenda mema ili mpate kuwasaidia wa masikini na wajane na mayatima, ili mimi Mungu nipate kuwasikia. Tena Biblia inasema ya kwamba Isaya 59 na Biblia neno la Mungu inasema ya kwamba mkono wa Bwana haukupunguka ili usiokoe, bali maovu yenu yamewatenga na mapenzi ya Mungu. Bwana tuhurumie sana. Mkono wa Mungu si mfupi ambao ushindwe kuokoa, wala masikio yake haikushindwa kusikia yasisikia maombi. Mkono wake usiwaguse, lakini maovu yenu yamewafarakanisha na Mungu. Bwana turumie sana. Nasema tena Bwana turumie sana. Maombi, kama mtu anataka kuomba maombi yake yapata kuwa na power, wala yapata kuwa na nguvu, ni mtu ambaye anatengeneza dhambi zake na makosa yake na maovu yake. Sababu Biblia inasema ya kwamba Mungu hawezi akasikia maombi ya wenye dhambi. Ni kama vile kelele katika masikio ya Mungu. Na Yakobo ndio alisema ya kwamba mnajua vyenye vinatuma mnaomba, lakini maombi yenu hayatakubaliwa. Ni kwa sababu mnafanya nini? Mnaomba vibaya. Mungu hawezi akasikia maombi ya mwenye dhambi. Never. Hatuna uwezo kamate mwaka na mwaka unajaa dhambi. Maombi yako ni mlango ambayo inakufungia maombi yako yasisikilike, sababu una dhambi. Bwana turumie sana. Nasema tena Bwana turumie sana. Nasema tena Bwana turumie sana. Jambo la pili ambalo linatuma kusudi maombi yapate kuwa na nguvu ni kuomba katika jina la Yesu. Ni kuomba katika jina la Yesu. Yesu anasema hivi. Yeye mwenyewe Yesu anasema, Yohana 14:13. Yesu anaambia wanafunzi wake, lolote ambalo mtakalo liomba kwa jina langu nitalifanya, ili jina langu
na litukuzwe ndani ya Baba yangu. Lolote ambalo mtakaloliomba. Unaenda mbali. Ni mchungaji Muyoboke ule Shonatanjwa anaingia pale. Ni kuomba katika jina la Yesu. Kama unaomba maombi yako unaetilize, unaomba katika jina la Yesu. Yesu yeye mwenyewe anasema ya kwamba lolote ambalo mtakaloliomba kwa jina langu nitalifanya. Lote, ndio anasema lote. Ukiomba kazi unaiomba mjina lake. Ukiomba ndoa, ukiomba kila kitu, ukiomba uponyaji kwa jina lake utalipata. Usiombe mjina la mtu. Usiombe mjina la basita, jina la badahurwa, la banyabzenshiri, la basegege. No, katika jina lake. Lote ambalo mtakaloliomba katika jina langu nitalifanya, ili jina langu litukuzwe ndani ya Baba. Na mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume ile 4:12, neno la Mungu linasema ya kwamba hakuna lingine jina ambalo tumelipewa ambalo liletalo wokovu isipokuwa jina la Yesu Kristo. Humo ndimo ambamo tunapata wokovu. I have. Hakuna lingine jina isipokuwa tu katika jina la Yesu. Ndimo ambamo tunapata wokovu, tunapata nguvu, ni katika jina la Yesu. Mungu apewe sifa. Nasema tena Mungu apewe sifa. Katika jina la Yesu. Humo ndimo ambamo ukiomba katika jina la Yesu utapata nguvu. Katika jina lake. Humo ndimo ambamo nguvu zetu ziko. Maombi yenye nguvu. Kama maombi unataka yapata nguvu, kuwa natamka kwa jina la Yesu. Hakuna vingine shetani anaogopaka, kama vile wanasema ukitamka jina la Yesu lina nguvu ya kuangusha ngome za shetani. Jina la Yesu linaponya, jina la Yesu linabadilisha. Jina la Yesu. Jina la baba yako aliweza likatoshe pepo, lakini jina la Yesu lina nguvu. Mungu apewe sifa. Nasema tena Mungu apewe sifa. Jambo la tatu ambalo linasababisha maombi yapate kuwa na nguvu ni kuwa na neno la Mungu. Kuwa na neno la Mungu. Kama mtu ambaye aombaye, kama anajaa maneno ya Mungu, wajibu maombi ambayo ataomba yatapata nguvu, sababu ndani yake mumejaa neno la Mungu. So mtu akikosa neno la Mungu katika maisha yake, maombi yake hayana nguvu, maombi yake haiendi fasi, kwa sababu haukubali mwenye neno. Wajibu kwanza uwe na neno kusudi maombi yapate nguvu. Yesu anasema hivi, kama maneno yangu. Yohana 15:7 anasema ya kwamba kama maneno yangu yakikaa ndani yenu, kama mkiwa na neno langu, kama mkikaa ndani yangu na maneno yangu ndani yenu, ombeni lolote. Bwana pewe sifa. Ombeni byenye mnataka nanyi mtatendewa, kama mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Ombeni lolote mnalolitaka mtalitendewa. Kuko wakati mimi nafanyaka exercise au examen, na naangalia, naomba katika jina la Yesu. Nasikia nina uzito wa neno, niko na neno, nimekubali neno, naongozwa na neno, natembea katika sheria za neno. Kwa wakati ninakuwa na mazito, ninaweka mtihani, ninaanza kuomba na natumia neno vyenye ninaomba. Wajibu Mungu afanye nini? Anipatie navyo, sababu nimetumikisha jina lake na tena nimetilize neno lake. Wajibu Mungu apate kutupatia maombi yapate nguvu. Yanapata nguvu kwa wale ambao wanajaa neno la Mungu. Jambo la 4, kukaa ndani ya Yesu na Yesu naye kukaa ndani yake. Yohana 15:4 jusqu'à 7 utapata yale maneno. Biblia inasema ya kwamba kaeni ndani yangu nami ndani yenu.
kwa sababu mtawi lisipokaa ndani ya mzabibu haliwezi likazae matunda. Lakini kila yoyote ambaye, Biblia inasema kwamba mujue ya kwamba hakuna neno lolote ambalo muliwezalo kulifanya bila kukaa ndani ya mzabibu. Wakati watu wanakaa ndani ya Kristo na Kristo naye anakaa ndani yao, wataomba, maombi yao yatapata nguvu. Lakini kama hamukae ndani ya Kristo, hata uombe mwezi mzima kama hauko ndani ya Kristo na Kristo haiko ndani yako, ni problem. Kukaa ndani ya Kristo ni kusema kama mtu akileta msumari, naleta msumari na igonga hapa, hii ni mbao, na gonga hapa. Niwaulize, kati ya msumari na mbao nini yenye iko ndani yake ya enzao? Hagati naleta msumari nalete ne marito nagushurike hano. Umusumari naluno lubahwa bikibiri mukatike bindi. Musumari ariko ulubahwa lutali mukatiko musumari. Kama iri abantu bangaba hari abantu binge bari mudeta ngo babwatiri mukatika Kristo. Kweri zina babwatiri mukatika Kristo. Hari kuri wanga bayitegereza Kristo atari mubohe. Bariho bagweta amazina gukureta ngo babwatiri mukatika Yesu. Ariko li wanga itegereza Yesu mukatikabo unagwane Yesu atabarimo. Naye bo bandu iri bamudeta ko babwatiri mukatika Yesu na Yesu atanababemo kiribanga huna Yesu atanga yuvwa mukubatabayisha. Na leto ni mufano ngawanga leto musumari unagubike mu muliro. Leto musumari unagubike mu muliro. Muliro gunayinga umuri musumari gwayingira mubiki mu muliro. Aho no muliro nago gumuyingira mubiki mu musumari. Harikanye mugwana musumari gwadukula. Stadiro musumari gwayingira mu muliro, no muliro nago gwayingira mubiki gwayingira mu musumari. Nakoko kwa Mukristo akwani nukuba. Akwani nukuba mukatika Kristo. Iri wanga mubona unabona Yesu. Iri wanga bona Yesu unabona Mukristo. Ibya gahuna bigayemererwa kubenge abwatiri mukatika Kristo na Kristo naye abwatiri mukatika haki. Mungu atutabare. Nasta Mungu atutabare. Igambo lya katano, kuomba maombi ya imani. Kuomba maombi ya imani. Ibi mutuma byenye binatuma nguvu. Maombi yanapata nguvu ni kuomba kwa imani. Maombi ni kuomba maombi ya imani. Kama mtu ana imani katika maisha yake, anaomba maombi ambayo yanajaa imani ndani yake, maombi yake yatapata kibali. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania ile 11:6 Biblia inasema ya kwamba pasipokuwa na imani hakuna mtu ambaye anaweza kumpendeze Mungu. Haiwezekani kumpendeza Mungu. Lakini kama mtu ana imani, maombi yake yanapata kibali machoni pake. Kitabu cha Yakobo 1:5 Yakobo alisema ya kwamba kama mtu wa kwenu anakutanana na shida, aombe kwa imani, na ile maombi yake ya imani itamponya. Sababu maombi ya watu ambao wasiokuwa na imani ni kama vile mawimbi kwenye bahari, haina msimamo. Maombi yao haipati nguvu, haipati kibali, sababu haina msimamo. Lakini maombi ya mwenye imani ina nguvu. Imani inasababisha maombi yapate nguvu. Sema tena haleluya. Maombi yenye imani yanaleta nguvu katika maombi. Lakini kama maombi haina imani, hiyo maombi haina nguvu. Maombi haina nguvu, haiwezi kaende fasi. Siku moja nibachekeshe. Siku moja 2011 au 2012 nimepatwa na tatizo kidogo la kidogo, nikakosa pesa za kulipa nyumba. Hiyo wakati nilikuwa ningali mpangai, lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu ametupa makao. Mungu apewe sifa. Mungu apewe sifa sana. Nikakosa mapesa za kulipa nyumba. Nikaomba Mungu, hakuna kitu. Na hiyo wakati kanisa ilikuwa ingali down sana, ilikuwa chini sana. Nikamwambia Mungu, nifanye nini? Nifanye namna gani?
ni mwenye nyumba katomboka, vrema katomboka. Vrema katomboka. Bapangai kama ungali unapanga ni tatizo kubwa. Kama watu wangali banapanga, wangali banakodi nyumba, hawezi ukanenepe. Lakini kama ungali unakodi nyumba, ni wajibu uombe Mungu akupe nyumba. Sababu na mimi niliomba nikapewa nyumba, mpaka vile niko na nyumba 3 za mzuri mufsatre vile ya Bukavu. Nilifanya nini? Ni maombi. Hasa hiyo wakati nikaomba Mungu, nikaingia mu maombi, wakati niingia mu maombi, nikasikia imani inaniambia ya kwamba Kajinga, toka nje. Nikatoka nje, nikaenda Kereke pale nyumba ya nyuma. Nikakata malembelembe, ibibamba, sijui kama ibirere, nikakata birere bibamba, na nateme bibamba, na nabibika kumeza, na natengeneza $100 ne $50, na nabitengeneza, na nabika mportemone, na nayingira mu mahuno. Na nayingira imani, mwenye imani nakuwa kama vile mufu, nakuwa kama azabangu musazi. Huko imani ya mubanga musira, mubanga tagweti wengi. Na nayingira mu nyumba, na nabike ikibamba kubeza, na nachora, na nayandika $100. Na nanike kini $105. Na nagonya, na nabika mportemone. Na nayingira mu mahuno. Huko kwa Mungu ikisinimba kananywa maji yugo muregereke. Twanatarame ikisinimba kananywa maji. Gaza, damukaria. Sema haleluya. Amaria, nanahona. Ukul kwa Mungu. Na yuko muri. Sema haleluya. Gomre geregene nahuna. Ribukabanga saa 8 twanamala mahunu. Ngwete ngabwira Mungu. Yibibi bamba ni gweti mushahu. Zihinduke faranga. Imani inaniambia bibamba bihinduke faranga. Nanahuluka. Umukaza nambwira ngo biki tugari. Namura humura tugari ya hindi yanyu. Tugari ya muhumura bikamutima munda. Tugari ya hindi yanyu. Mweje kukera nga deke sume mwena gwanjurikana na deke sume. Na nabura nyihasha ngo yabire sumo gideke. Abana batahole no mwena. Abana bakizigira espoir kuba gwete ngo ibishimbo biri ku muriro. Herega sumeri mu nyungu. Sasa ryakabahyanya banamba amagana nabona bamba amagana na nahagama na nayitaba ngo ri haye na namubwira ngo ndi hakaya ngahiyo uri mwana tindi hakawariho kuyapa kubiro nikaenda kubiro nikapiga lwa Yesu alitembea kwa kugari siku moja tu, lakini maisha ya Yesu yote alikuwa anatembea na mguu. Ndimu kaza mumenyera imodoka sacha uza mumenyera gukubita ibirenge ngabza Yesu. Hanyuma lyaho na nagenda lingahika kubira nambwira ngo umwana wani alwala ugende muhunira na leta Mungu apewe sifa na namati tugende twanaingira mu mutukarigwe mwake nabija bibamba biri mushangwe tingayivona ho imani yibi bibambe Mungu ubihindure faranga na namana manuka ringa manukana na hika mu mwage keke anyangahika mu nyumba yo mugare wa mbere aringa mugare wa kashatu mu Bukavu na nahika mohe na nabone ngavu za ndendereze bibamba na naingira mohe na nagwana kukezi yobo kubatala kukiti watala kukitu nakanguke tinanga ngabo atala no kusale manje tibo atala no kiti kino tinanga ngingo ngabo atala harira na nabo atala byakabahyanye twanahuna anambura ngo umwana ndwalira bamuyimuna mu bitaro umwana lwala nakuhamagalo jihundiro mwana nani occasion kirakayiki na umwana ari hano ari bagwejiri timumurete nabana leto mwana ukuruka Mungu ngahundiro lya umwana ngahigwate yana na hijagata jagato mwana ngamushagaza kushagaza nina nagira ngo aije ngwangu wate utani uya mtoto tukoma niri mukasi toka ingia mshambure kurukuma ngahundiro yo mwana watingabura Mungu ibi bamba zihinduke faranga umwana nalirana namuhunira katika kiroho na kimwili
hari amasengesho yo mu mwuka no mu mubiri. Sengera umwana namusengera pe. Nanabona ko mwana nabura Mungu anambwira ngo nanabona ko mbone iciyoni nyamushongo imuvuyeho. Ndamute ipepo yagiye tindakunde ndayirukaho nyuma mukanya mbabwira ngo muzane icyayi, bazana icyayi, timuzana umukate, bazana umukate ndawusengera n'icyayi, timumukimuwe barakimuhaye. Mbona umwana arariye, umwana tubwo yariye, ubwo yarise kandi akanarya, ipepo zagiye. Mbona kana ise w'umwana abwira nyina ngo madam ngo kuja kwanza huko, bakaenda mushambore kamwambia Mungu tusigarana n'akana muri salo, ngura ya portemone mu mufuko, ndaibatera ndavuga ngo Mungu uguse huku kwenye banaenda, ubaguse huku. Imani inaniambia huku kwenye banaenda bataleta njoo pesa. Wakati wamerudia nikasikia mlango ya kwanza ya pili natingizika, nikatia portemone yangu mfuko, nikaanza nyangula itoto, bibi bebe bakazania, kumbe bakazani nilikuwa natingiza mtoto, kumbe nilikuwa natingiza portemone. Baada ya hapo bakanyangula envelope bakanipatia, ase transport hii, nikasema merci papa. Baada ya hapo nikanyanguka nikamwambia toilette iko wapi? Nikamwambia toilette iko kreke pare huko. Nikazunguruka kule ku toilette, wakati nifika karibu na toilette nikafungula ile envelope kuangalia, muko sasa $50. Nikasikia najazwa kuroho, nikasema kwa lugha za wanadamu na za wamalaika. Batu wakashituka bakanikuta ngunini, nikamwambia ile pepo yenye ilikuwa mtoto imekimbilia huku. Kumbe pepo ilikuwa pepo ya umasikini, njoo ilikuwa ndani yangu, njoo ilikimbia kule kutoalete. Ndio maana nasema ya kwamba imani inampatia ka Mungu, wala imani inapatia ka nguvu ya maombi. Nguvu inapata, maombi yanapata nguvu sababu ya imani. Maombi yenye hana imani, hiyo maombi haina nguvu, lakini nguvu za maombi ni kuwa na imani. Msema tena haleluya. Nasema tena haleluya. Jambo la 6, kuomba kwa furaha. Maombi ya furaha. Kuomba kwa furaha ni kuomba kwa furaha. Mzamu ndeberi sawa. Kuomba maombi ya furaha. Kuomba maombi ya furaha. Wakati unataka maombi yako yapate nguvu, yawe na nguvu za ajabu, omba maombi ya furaha. Omba maombi ya furaha. Yakobo 5:13. Yakobo alisema ya kwamba kama mtu wa kwenu akigazaribika na matatizo aombe, lakini awe na moyo roho yake iwe yenye kuchangamuka. Awe na moyo roho yake changamuke. Aombe sana maombi ya kuchangamuka. Wakati tunaomba, nguvu ya maombi yenye binatuma nguvu maombi yapata nguvu ni kuomba maombi. Unajaa furaha ndani ya maisha yako, hapana kusirika. Hata unalala njala ufurahi, hata wanakutukana ufurahi, hata unakutana matatizo, jaa furaha ndani ya maisha yako. Jaa furaha ndani ya maisha yako. Ni kujaa furaha ndani ya maisha yako. Mseme tena haleluya. Mseme tena haleluya. Jambo la 7 ni kuomba kwa bidii. Ni kuomba kwa bidii. Biblia inasema ya kwamba Elia alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini maombi alikuwa na tabia moja, na tena akaomba kwa bidii. Maombi yenye bidii. Maombi yenye bidii. Si kuomba leo tu wala kesho, ni kuomba kila siku. Yesu alifundisha wanafunzi wake Luke 18:1. Yesu akamwambia ya kwamba muombe kama vile mjane alivyonyang'anywa haki yake na yule jiji, yule ambaye hakukuwa namjua Mungu, lakini yule mjane alienda kaomba Mungu kila wakati. Asubuhi iko kwa jiji analamuka, anakutana na yule mjane iko kwenye mlango. Akirudia mkazi magharibi anamkutanana, asubuhi akamuuzi.
Biblia inasema ya kwamba yule jiji akakuya akasema ya kwamba huyu mwanamke mbona ananitesa kama na hivi. Akasema ya kwamba acha nimpe haki yake, sababu ananiuzi, ananitesa sana. Maombi ya kuomba kwa bidii. Sikia, wakati Elia walipanda kwenye mlima wa Karmeli na mtumishi wake, Biblia inasema ya kwamba wakati walienda ombea hii mvula ili nyeshe, Elia akapanda na mtumishi wake. Alipofika kwenye mlima wa Karmeli, Elia alipiga magoti akaomba. Akamwambia yule mtumishi wake, nimesikia upako ya kwamba mvua inanyesha, mvua inataka kunyesha. Biblia inasema ya kwamba Mungu Elia akamwambia, wende ukatazame katika bahari, wende uangalie katika bahari. Mtumishi wake alienda mara ya kwanza, akaangalia kwenye bahari, hakuona kitu. Akarudia kwa Elia, akarejea kwa Elia, akamwambia mimi sikuona kitu. Elia akamwambia tena, rudia. Akaenda katazama, hakuona kitu. Akaenda tena katazama, aseme mara 6. Mara ya 6 akamwambia, mwalimu, hakuna kitu ambacho nimeona ndani ya bahari. Lakini Elia akamwambia ya kwamba enda mara ya 7, kuna kitu ambacho taona. Yule mtumishi wake alipoenda ya mara 7, alitazama ndani ya bahari, mnatoka kitu ambacho kinafanana na wingu. Kuna kitabu kimoja nilisoma, mtaalamu mmoja aliandika, kikasema ya kwamba aliona wingu ni kama vile kitanga ya mtu ngakulia kwa kigasha kyo mundu, na mukatika iko kigasha mwali yandisiri ngu, Elia we ngutayobohe ndikugumana we, utayobohe ndikugumana we. Humura ureko kuyoboha rurema alikugumana wehe. Rurema, Mungu yuko pamoja na wewe. Yule mtumishi alichoka mara ya kwanza na mara ya pili. Kuna watu ambao wanashindwa kuomba maombi ya bidii. Wanaomba ni moja, wanachoka. Wanaomba mara ya pili, mara ya 3, mara ya 4. Lakini omba kila siku, na katika maombi ya bidii Bwana atakupa majibu. Bwana ataleta jibu, kwa sababu umeomba maombi ya bidii. Omba kwa bidii, hapana kuomba leo na kesho. Endelea kuomba na Bwana atakusaidia na Bwana atakutia nguvu. Pamoja na hayo, omba maombi yenye bidii. Acha niseme ya mwisho ni kuomba maombi ya kuweka, maombi ya naziri, kusudi nguvu, maombi yapate nguvu, au maombi yapate nguvu. Maombi yapate nguvu. Sasa zangu zinaisha. Dakika 10. Sawa. Kusudi maombi yapate nguvu ni wajibu. Maombi, kusudi patia maombi nguvu. Kama unaomba maombi ya kawaida, uweke maombi ya naziri. Naziri mukinyamurenge ni biki? Umuhigo. Weka naziri. Ana alipokosa mtoto, kitabu cha Samueli wa kwanza hata ukisoma kitabu cha nabii Yona 9 utapata yale maneno. Ana alipokosa mtoto aliomba maombi ya kawaida kanisani, lakini Mungu hakumjibu. Lakini alikuwa naomba, lakini alikuwa nakosa kitu kimoja, naziri. Aliposema ya kwamba sitaomba maombi ya kawaida, akaenda mbele za Mungu akamwambia Mungu, naweka naziri mbizu muhigo nahigo muhigo ili wanga mbere zo umwana w'ubutabana ngakuhereza yehe. Kuko kuna wakati Mungu anaangaliaka mu maombi yenye batu bako banaomba, anaangaliaka profit au anaangaliaka faida ndani ya maombi. Kama mnaomba, Mungu akaangalia maombi yenu ndani, kama kiona ndani hamuna faida yake, Mungu haweza kajibu mtu ambaye haweza kajibu maombi ambayo ndani yake hamtakuwa faida. Lakini Yesu au Mungu alipoona maombi ya Ana, akaona faida ndani yake, akasema vile ninapata faida ndani ya hii maombi, nitamjibu kwa sababu ndani ya hii maombi nina faida ndani. Mubindu wakizikola, mubindu wakizihuna, ukizibika umuhigo, nagulia muhigo gahigo nagubike mbere za Mungu liwangangirira koko ngakutangira. Yona lyakabari munda ly'olujanga isiku 3 anabwira Mungu tie Mungu koko nogo nafwa, wabona ko nafwangaga ariko naije mbere lya iliwanga ndabana unanjaze mukano kaga ko lujanga. Yona kizihumana yuvwe
anaivona hwenyama ziri kwetaga homa mu nyama zo rujanga. Urujanga luri hakati, urujanga luri mulu, urujanga inyanja iri muida kuri migazi. Bahari ilikuwa chini ya milima. Na Yona na samaki ilikuwa ndani ya samaki. Samaki ilikuwa ndani ya bahari. Na Yona naye pia alikuwa ndani ya samaki. Lakini Mungu, Yona alipoomba Mungu, maombi yake ambayo aliomba, akaweka naziri. Akamwambia Mungu, kama ninatoka ndani ya tumbo la samaki, nitakutolea sadaka. Tena sadaka za shukrani. Mungu alipoangalia akasema, hivi anatoa sadaka, hivi anatoa naziri ya kutoa sadaka, nitamtosha. Njoo wakati akaamuru, akasema, akaambia na samaki, akamwambia samaki, ngo imani vugana nurufi. Mungu akamwambia samaki, kwa sababu Yona ametoa naziri ya kutoa sadaka, na hii sadaka zitakuwa katika nyumba yangu, wewe ndio mtapike. Biblia inasema ya kwamba Yona samaki kamurudisha. Hari abavuga butumwa benshi bazavuga ngo Yona ngurufi nguramujana ngurumuhukirina ini nawe. No. Samaki haikumtapikia wapi? Ni nawe. Ikamrudisha tena kule. Baada ya hapo, kwa sababu Mungu aliona sadaka za naziri. Ukitaka maombi yako yapate kibali mbele za Mungu, utoe naziri mbele za Mungu, ili Mungu aone faida ndani ya ile maombi. Ndipo Mungu atajibu maombi yako, kwa sababu ndani yake muko faida yake. Pamoja na hayo, kuomba maombi ya mafungo, gusenga amasengesho ya mafungo, kusudi nguvu maombi yapate nguvu, ni kuomba maombi ya mafungo. Siku moja wanafunzi wake wanaparamia pepo. Mtoto mmoja alikuwa na gonjwa ya kifafa yuguhera. Wanafunzi wake wakamwombea, lakini hakupona. Lakini Yesu alipofika akamwombea yule mgonjwa. Alipomwombea yule mgonjwa, ukisoma ukisoma kitabu Matthieu 17:20 jusqu'à 22, Biblia inasema ya kwamba Yesu akaombea yule mgonjwa na mapepe kamtoka. Wanafunzi wake wakamuuliza, umefanya nini? Yesu akamwambia ya kwamba pepo hii haiwezi kupona pasipo kuomba na kufunga. Kusudi maombi yapate nguvu, ni wajibu watu wajitowe, washinde na njaa, walale na njaa, waende milimani, waende waombe maombi ya mafungo. Ndipo maombi yetu yatapata nguvu. Lakini maombi ambayo haina mafungo haiwezi kupata nguvu. Ni wajibu watu wa kuwa na jinyima chakula, wanaomba maombi ya mafungo. Ufite kibazo ugenda usenge amasengesho ya mafungo. Ugira mafungo y'imisi 3 imisi 2. Hayo mafungo hayo amasengesho azagira imbaraga. Bila maombi ya mafungo haiwezi ukapate nguvu. Na neno la 10 kuomba au kutoa sadaka. Maombi ya kutoa sadaka. Baada ya kuomba unatoa sadaka. Mungu alimwambia, Matendo ya Mitume 10:30 jusqu'à 31. Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia Kornelio, maombi yako yamekubaliwa na sadaka zako zimekubaliwa. Wajibu wakati watu wanaomba, wanatoa sadaka, sadaka zinafanya maombi yapata kuwa nguvu. Lakini kama watu hawaombi, hawatoi sadaka, wataomba lakini maombi yao iko fiege, haina nguvu, kwa sababu hakuna sadaka. Hakuna sadaka. Sadaka zinapatia nguvu, au zinapatia maombi yapate kuwa na nguvu. Na 11 ni kuimba nyimbo za sifa. Kusudi maombi yapate nguvu ni kuimba nyimbo za sifa. Tunamaliza na tukisema ya kwamba nyimbo za sifa. Na jambo la 12 ni kuombea wengine. Ni kuombea watu wengine. Hapana kuomba maombi ya kujipenda, lakini uombe pamoja na kuombea wengine. Kama utaombea jamaa lako, ombea na jamaa la mwenzenu. Kama utaombea kanisa, ombea kanisa lako na ombea kanisa la mwenzenu. Kama utaombea huduma yako, ujiombee na ombea mwingine. Ndipo maombi yatapata nguvu. Na neno la 13 ndilo la mwisho, ni kuomba mapenzi ya Mungu yafanyike. Kuomba mapenzi ya Mungu yafanyike. Mathayo 6:10. Yesu anasema ya kwamba mzile sala, anasema ya kwamba ombeni mapenzi ya nani? Mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama mbinguni. Kuomba mapenzi ya Mungu yafanyike.
wajibu wakati tunataka maombi yetu yapate nguvu, wajibu tutumie maneno haya. Na wakati tunatumia maneno haya, wajibu maombi yapate nguvu. Lakini kama watu wanaenda kinyume ya haya maneno, maombi yao wataomba, lakini ndani hamtakuwa nguvu. Lakini kama tukiomba na tumetengeneza makosa na dhambi na maovu, ndipo tutapata nguvu. Na kama tunaomba ni kwa faida ya Mungu, ndipo Mungu atajibu maombi yetu. Lakini kama tunaomba kwa faida yetu peke yetu, hakuna kitu ambacho Mungu anaweza kasikie. Lakini kama tunaomba, tuombe mapenzi ya Baba yafanyike. Tusiombe kama vile mapenzi yetu yafanyike, lakini tuombe mapenzi ya Mungu yafanyike. Mungu awabariki na bariki neno lake. Reka dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Haleluya! Aya ni amahame yo gusenga, le principe de la prière. Hari amahame yo gusenga iyo utayahagazemo ntubuhaye usenga. Amen. Abaje nyuma twakiriye abandi, twongeye kuvuga ngo kaze cyane muri iki giterane. Karibuni wale wamekuja nyuma. Ibaduhera umugisha mwinshi. Mungu awabariki. Tugeze mu yindi ntambwe. Tumefika kwa hatua nyingine. Reka nakire coordinateur yakira abashyitsi baje nyuma. Acha kiongozi ili wapokee wageni wengine. Wao wamefika nyuma. Niposa tuendelee.